Karibu kwenye chaneli yako pendwa ya Mgonde Online. Leo nakupa dalili 5 za kumgundua mwanaume ambaye anakudanganya. Subscribe chaneli yetu kama bado hujasubscribe ili uweze kupata video nyingine. Wiki iliyopita tulizungumzia mada ya sababu 5 zinazosababisha ndoa au mahusiano kuvunjika. Ila leo hii tutazungumzia dalili 5 za kumtambua mwanaume anayekudanganya. Dalili ya kwanza kabisa ambayo inapaswa mtu uweze kuifahamu, kama mwanamke utaona tu mwenza wako anachelewa kurudi, anachelewa kurudi nyumbani, alikuwa anarudi saa 2 unakuta leo saa 6 mpaka saa 5, tena anaanza mdogo mdogo, leo saa 3, kesho saa 4, kesho kutwa saa 6. Siku inayofuata unakuta analala moja kwa moja huko. Ukimuuliza kwa nini leo umelala, utasikia visingizio leo hivi, yani maneno ambayo yanakuwa ni mengi. Utambue kwamba huyu anamdanganya, atakuwa na vitu vyake huko pembeni. Ila pia kitu cha msingi tena cha pili ambacho tunataka wewe uzingatie, ambayo hiyo itakuwa ni dalili yako ya pili ya kutambua huyu mtu atakuwa anamdanganya. Yani huwa anaanza kukushtumu. Nafikiri kwa umenielewa. Kuna kosa si kosa na kushutumu na kupokea. Yani hujafanya kosa, hata kitu kidogo tu anaweza akakupokea akafanya kama ikawa kitu kikubwa sana. Yes, tambua huyu mtu ana kitu kipo ndani yake. Ila atafuta chance ya kufanya mimi yani anatafuta chance ya kufanya wewe usiwe na mamlaka sana ya kuzungumzia hivyo vitu yake. Kwa dalili ya pili, ukiona mtu ana visingizio vingi, hujakaa sawa, amekupokea, akakosa kidogo, ana panic, jua huyo kuna kitu kipo ndani yake. Yes, yani moja kati ya vitu ambavyo huwa vipo vingi sana. Ila dalili ya tatu, yeye huwa zamani nilikuwa mnapanga mipango ya pesa pamoja, anatoka nimeingiza hiki, utaona kwanza kwenye matumizi ya pesa kushirikishi. Ila pia kaingiza shilingi ngapi ya ujui, yani unachukua kama ni buku 10,000, shilingi ngapi 5,000 ya matumizi, hiyo tu. Ukihoji atakujibu anavyojua yeye mwenyewe. Jua kabisa kuna vitu ambavyo anakuficha. Hiyo ni dalili ya 3 ambayo unapaswa uwe nayo. Dalili ya 4, anakosa heshima. Yani anakosa heshima kabisa. Kwa anaheshimu, anakuthamini, ila yeye kwa sasa atakosa heshima kabisa. Ukimuuliza kitu vizuri atakujibu anavyotaka yeye mwenyewe. Kwa hiyo unarudi muda huu, nani anayekupigia simu anakwambia kwani nakuhusu nini? Huyo ni mtu ambaye tayari ameshakosa heshima, hawezi tena kuheshimu. Dalili nyingine ambayo ni dalili ya 5, na hii ni ya muhimu sana, inapaswa uweze kuizingatia sana. Kwenye dalili ya 5 hii, yeye huwa anaongea sana. Yes, anaongea sana bila vitendo. Utaona tu anabadilika. Yani mtu ambaye alikuwa anaongea kwa vitendo, sasa hivi anakuwa anaongea. So, yes. Mwanamke ukiona dalili hizi, ujue kuna vitu ambavyo havipo sawa. Sasa kitu gani ukifanye? Kwanza usiumie sana na usiwe mpweke. Muite, kaa naye, zungumza kiutaratibu. Na ukitaka ni kwa maneno gani ya kuweza kuzungumza naye, siku ya Alhamisi wiki ijayo, angalia fuatilia channel yetu. Kuna vitu ambavyo tutavitopia, tutazungumzia maneno gani unaweza kumzungumzia na mume wako mwenye tabia hizi, mwenye tabia ya kuchelewa kurudi mapema, mwenye tabia ya kukujibu maneno ya mabovu, mwanaume mwenye hasira za haraka, usiweze kuzungumza naye. Kwa ukifuata channel yetu itakusaidia sana kujifunza vitu hivyo. Ila kwa leo niweze kuishia hapo, au niweze kuongezea hata 2 matatu.
Mtu ambaye anapenda sifa sana, ujua huyu ni muongo. Ila mwingine ana hasira za haraka, mwingine hana mipango kabisa. Mko mnakaa mnapanga mipango, fanya hivi, utaona anakupotezea, anajua mambo yake sasa hivi. Ila mtu huyu kwa nini anafanya hivi? Tayari yeye ashakufanya ni zawadi ya muda kwake, sio mtu wa maisha tena. Na kuomba kama dalili hizi zipo kwenye ndoa yako, hapo chini ya video zetu andika comment yoyote hapo chini ya video, alafu nitakujibu.